Baada ya mimi kufika hapa, nilikuja katika kwenye majukumu yangu kikazi. Basi baada ya kuja hapa nimefika mwenyewe, wakaniuliza unakuja hapa kama nani? Mimi mwandishi wa habari. Unatoka chombo gani? Nikawaambia una kitambulisho? Nikamwambia ndio ninacho. Tuoneshe. Basi nikaonesha kile kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho wakaniambia sawa. Unaona? Wameniambia sawa, yani wametoka pale nilipo, wamesogea mbele kidogo, kuna mwingine wameenda kumshirikisha. Dakika chache tu, yani hapo tu. Hapo tu. Dakika za kuhesabu. Yani au hesabu hata dakika, yani ni hapo kwa sababu ni hapo distance, ni hapo. Wakaja, ghafla wakanibeba, wakanichukua, yani nikamwambia sasa mbona mnanibeba ukiwa mwarifu? Ni askari wa kike ama wa kike? Walikuja wa kike. Walikuja kunichukua, nikamwambia mbona sasa mnanifanya? Sasa kwanza wewe sio mwarifu? Nikamwambia hapana, mimi sio mwarifu. Basi wakanibeba vile, wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule. Nikaenda nikamkuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi lakini ni raia, alikuwa mwanafunzi kama ndani ya gari, ndani ya mahakama. Ndio wametukalisha, ni ndani ya mahakama, lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yani nje ya gari chini. Basi kaeni hapo, basi tukakaa. Sasa mimi wakati nakuja, kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na ninyi kama unakumbuka, kwamba tumefika wapi. Kwa hiyo wenyewe mlikuwa mnajua mimi niko ndani. Baada hapo maana walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence. Wakati niko pale nimekaa chini, niliona wenzangu wako pale nje ya fence, nikawa nawapa ishara wajue nilipo. Kwa sababu wangenitafuta, sipokei simu, sifanye nini, lazima tu wangepata nini na mashaka. Na ndicho ambacho kilitokea. Umeona? Walikuwa wananitafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilipoona nikaonyesha ishara. Askari alivyoniona vile, kwa nini unawaita? Alininyanyua, alinipiga mtama, akanipiga ngumi huku kama 3 hivi, akanichania na nguo. Umeona Basi baada hapo kumbe akawa anaongea pale. Baada muda unavyozidi kwenda naona wengine wanaletwa, wengine wamechanua nguo, wengi sana wamechanua nguo kwa kweli. Sijajua. Na mmoja tulimuona pale mpaka alikuwa anavua nguo. Yule sasa sijui alikuwa amevua mwenyewe ama sijui kwa kweli, kwa sababu mimi nilikuwa nimezibwa na gari, sikumuona wakati anakuja. Kwa hiyo nimemuona amefika pale ndio nimekuta hivyo hana nguo. Ila mwingine kuna mama alikuja, ni mtu mzima, yeye alichaniwa. Yani walikuwa wanamchania kama ambavyo walikuwa wamenichania. Sema mimi sasa sikuwa mbishi, sikuwa nini. Yani mimi nilikuwa tunawaacha wenyewe wafanye hii. Kwa hiyo nikaa nimenyamaza tu. Ndio maana nafikiri hata kunichania sana. Umeona? Baada ya pale kuna gari ikaja, ikatuingiza ndani hapo, wakawa wanataka kutupeleka senta. Sasa wenyewe wakawa wanawasiliana wenyewe kwa wenyewe. Sasa sijui ni vituo mabusu zimejaa ama ni nini sijui. Kwa hiyo wakawa wanatuzungusha kwenye baadhi ya mabusu. Tumezunguka sana Temeke, sio wapi huko Central kwenyewe tumeenda hivyo. Na mlikuwa mkifika huko na washusha kwenye gari? Hapana, tunabaki humo. Ni gari ya wazi ama? Ni nyuma iko wazi. Lakini wakawa wanataka tukae, maana kuna wengi, yani gari ya wazi ambayo juu kuna nini? Turubai. Turubai, lakini ile turubai liko nusu. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa kule, wengine wako sasa, wengine hali ya hewa ile, kuna mwingine alishikwa na pumu. Umeona, akawa anashindwa hata kupumua. Kuna wengine wako kule wana imani hivyo. Kwa hiyo wakaomba mnatakiwa kukaa huko.